Na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili. Leo na kuletea msanii kutoka kule Beni, mashariki mwa DRC, akifanya sanaa ya muziki. Huyu ni Sweet Brown Fresh Leader. Takuwa akizungumza na mwenzangu Ruben Kakule Lukumbuka. Karibu sana msikilizaji. Hiki ni miongoni mwa vibao vyake, Vumilia. This another one, Sara Sit, a Sweet Brown, a Fresh Leader, yo. Maisha ni uvumilivu, ukitafuta utapata. Tena maisha ni yetu sote, kilicho chako utakipata. Maisha ni yetu sote, niko wazuri na wabaya. Kaza na yote utapata, chapa kazi yote ikionekana. Chunga sana usibague, maana yote inaweza kutajirisha. Ai, mwala wetu ngaza unikwa mendeke, ukoto singane mkuwira. Ukole na manyi, ukole na manyi. Vumilia, hata kazi ikienda kuwa vigumu kwe. Vumilia, ukole, yeah. Vumilia, hata kazi ikienda kuwa vigumu, yeah. Vumilia, ukole. Ruben Kakule Lukumbuka, msikilizaji, ndiye anayezungumza na msanii huyo. Kwanza Ruben, jina lake halisi ni nani? Na Mumbi niko naye hapa, naomba ujitambulishe. Yes, kwa majina naitwa Gloire Tsongo kwa jina ya familia. Ila ya music unaweza niita Sweet Brown Fresh Leader. Wewe ni kiongozi. Yani unajua mimi nafanya muziki kama mimi pekee, so sina ambapo ananiongoza, ndio maana najiita leader. Sawa sawa, kiongozi wewe mwenyewe. Sweet Brown, umeanza muziki tangu mwaka gani na hadi tumefikia sasa? Niko na kama miaka 4 hivi kwa music. Na muziki kabisa niliuanza tu, ulikuwa tu ukikuja kwenye nafsi, na nilijikuta tu nimekuwa mwanamuziki. Na saizi kabisa na niko nafanya muziki kama kazi, na ukilingana na pendekezo, yani magumu ziko mingi ndani ya music, ila tu tuko naendelea kukazana, pia kupitia shida za mji wetu, nchi yetu, yani ni kukazana tu, yani sijui kama niseme nini. Ni sawa sawa. Pengine ni muziki wa aina gani ambao huwa unafanya? World music, yani muziki ambapo wengi sana wanaimba, sio rumba, sio ya gospel, ila ni nyimbo ambapo inagusia popote. So naweza kuimbia na kugusia kwa kushauria, naweza kuimbia na kuchezesha, yani inagusa popote kabisa. Tuseme muziki mchangamano, wakati mwingine reggae, wakati mwingine hip hop, wakati mwingine sijui mambo kama hayo. Ni changamoto za aina gani ambazo tangu pale ulivyoanza, na ni mwaka gani sasa hasa zaidi ulianza? Yani mimi nilianza kwenye 2018 ndo nilianza music. Miaka 4 kama ulivyosema. Ndio, yani sasa tuko 2025. Ndio, yani magumu ambapo zaidi sana mimi napata kilingana sana kuhusu management. Kwa maana hiyo ni zaidi ya miaka 4 huko kwenye sanii, kwenye fani ya muziki. Ndio, kuhusu management kabisa tunajikaza, unaona, kuingia studio, kulipa video. Na hata saa zingine naweza pata mtu ambapo ana support kusema Sweet Brown, hebu na kufanyisha show, uende ukafanye show sijui pali fulani, ila kulingana na hewa, shida ni watu huko wamekimbia nini, inashindikana. So unaona inji nayo pia inakuwa sasa inapoteza sana future yetu. Yes. Kwa maana hiyo vijana wengi wanajituma bali hawapati support kutoka sehemu yoyote. Yani kabisa huku tunajikaza tu, lakini vingi kabisa vinaharibika. So gizi nimesema kuhusu management, na zingine kuhusu hali ya hewa, hivyo kabisa. Ila kabisa siku jikaza, tunajikaza. Na ukisikia nyimbo, ukisikia wimbo kabisa utasikia mtoto anaimba, na ukisikia namna gizi utanikuta kwenye stage utakuta kile mtoto naye ameimba tu kabisa. Ila inji na support ndo inakuwa sasa inacheza kabisa. Okay, Sweet Brown, pengine ni mchango gani ambao huo unatoa, kwa sababu eneo hili kama unavyojua lina matatizo kama vile umesema kiusalama, na wewe kama msanii ni mchango upi ambao tunaweza kusema kwamba ni kweli kijana huyu anautoa, ili kwamba viongozi labda wakasikia wanaweza wakafanyia kazi? Yani ukifatana si wasanii zaidi sana,
si wasanii tunaimbaga vitu na tunamaanisha. Kama kuna siku za uchaguzi ilikuwa tuliimba nyimbo ambapo zinaleta shauri kwa watu, so tulikuwa naimba kama watu wachague vizuri, tusije tukaanguka. Tunaimba nyimbo zingine ingine nyimbo niliimba inasema adui, yani kufuatana na adui ambapo wanatufuatilia sana. Yani kwa uzaidi ukifuata nyimbo zetu zina vitu ambavyo viko reality. Yani unaweza pata shauri fulani, inaweza kitu ambacho ulitaka fanya kama ni kibaya, ukisikia nyimbo yangu kinaweza kubadilisha na unarudia kwenye line kabisa, unakuwa poa sana. Pia zaidi sana sio kusema mahubiri ndio inaokokesha watu, ila kwa muziki pia ukisikia inaweza kutoa kwa vitu vibaya. Pia kwa wale ambapo wanafanya biashara sijui kama gani, sio kusema kama ukisupport msanii ndio hautafanya biashara, ila ukisupport msanii ni biashara tosha kabisa. Sababu nikiona vizuri kwa zingine nchi kuna watu wanaofaidika sana kupitia wasanii, kupitia watu wa sinema, kupitia yani watu ambapo wanafanya sanaa, ni watu ambapo wanaongeza utajiri pia kwa wengine namna hivyo. Naam, ni kweli kabisa. Na pengine ni wimbo wako upi ambao umetia fora mmoja tu ambao wewe ukiusikia hata binafsi unakukuna moyo? Zaidi sana niko na promotion ya song inaitwa Adui. Unajua hizi siku kwetu kuna changamoto mingi sana, tunaandamwa sana na waadui. Ndio maana niliimba nyimbo Adui, nikisema wale wadui wanaotufuatilia kila siku, kuna siku moja watalipa hiyo damu ambapo wanamwanga kila siku. Na sisi tuungamane, tukue mkono mmoja ili tuokoe taifa ambapo ingali pembeni, ila tusikue kama tunasemana, tunatetana, pia tunauana sisi kwa sisi, pia tena wadui iko kule. No, sisi kabisa tuandamane, tujenge Kongo mpya na tuiboreshe kabisa. Watu pia wakuwe na namna hamu ya kukuwa natoka nje ya mbali kufika Kongo. So nikiangalia saa hizi hata sijui kama Muganda, Mtanzania ukimwambia enda Kongo, anakuambia mimi sitaki. Sababu kupitia na changamoto ambapo zinapita kwetu, ila mimi na imani kabisa hii mambo itaisha na haina muda mrefu kabisa inaenda kuisha. Umeshawahi kujikuta katika shida? Umejikuta katika shida eti kwa sababu umetunga wimbo ambao labda haukupokelewa vizuri na viongozi ama wakuu? Kwanza kwa mimi naweza sema no, sababu zaidi sana sifanyi hiyo music sana. Na kwa nafanya tu siku moja ila haziwafiki yako, donc hawazisikii sana ila kuna wale wasanii ambapo wanawasikia, ambapo wanafanya hiyo style. Na zaidi sana tulikuwa naimba nao, kama huyo ambapo amekufa huko Goma, alikufa na tumefanya naye wimbo ambapo unaitwa ndio Idengo, Delicate Idengo. Alikufa na tumefanya naye wimbo unaitwa Machozi. Na hiyo wimbo tulikuwa naimba zaidi sana yani zaidi sana watu tusikue tunalia sana wakati vitu vinachafuka, tusilie sana, ila tukazane sana tupate suluhisho. Ile hiyo machozi haitafanya kitu, yani tukazane sana pia tupate hiyo peace ya amani kabisa. Yani ni wimbo ambapo uko YouTube ukiandika Sweet Brown Fresh Leader, Sweet Brown Machozi fit Delicate Idengo utakuwa umeipata. Pia ina video ambapo ni poa sana. Asante Ruben, wimbo huo tayari nao hapa, wacha tusikilize unakwenda namna gani. Pati kumbe tuweko ebitaka betu byosi bibye byabo, tukabakala kosi esa tukalira abo bakaseka, bakatukola nabi ebindu byetu bakabitwala kinyanganga. Ukabulikira iwa bana kasente mwolo bakwita, ukabulikira iwa bana kocho faranga iwa kusonda machozi ndugu yangu, don't cry, panguza machozi ndugu yangu, hapana kulia, machozi tamaliza mambo mama brother lo, hapana kulia, machozi tamaliza mambo mama brother lo, no, paka siku gani tutalia kama mama, paka siku gani tutalia kama papa, paka siku gani tutalia kama brother machozi natiririka kutoka Ituri mpaka Dego.
Msikilizaji, wimbo unaitwa Machozi na ndio alimshirikisha msanii huyo aliyeaga dunia. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, haya ni makala Nyumba ya Sanaa. Jina langu ni Steven Mumbi na asante kwa kutuchagua kuisikiliza RFI Kiswahili ikisikika vizuri kupitia masafa ya FM katika nchi zote za Afrika Mashariki pamoja na mtandaoni kwa www.rfikiswahili.com. Cheki video yake inavyovutia. Bila shaka Ruben unakubaliana nami. Tous les pays dénoncent comme la société civile. Na video ambayo ni poa sana. Na muziki wako unapokelewa vipi hapa Beni lakini pia katika maeneo mengine ulimwengu? Yani kwa sasa kabisa naweza kusema kweli tunaanza ona mabadiliko, sababu nikisema zamani hiyo wakati tulianza tulikuwa wanatuona tu kama watu moja hivi, so wanaanza. Ila kwa sasa hii kukikuwa show kubwa sana hapa kwetu Beni, tunakoga miongoni ya wale watu ambapo wanafanya kwenda fungula podium. Zaidi sana wanatuita na tunaimba kabisa, watu wanatusikia wanasema watoto yuko nakuja. Yani inasema tumejitoa tunaenda kwa kujitoa, sio kusema tumejitoa. Ila hapa karibuni tunaenda kwa kujitoa na tutasikika vizuri sana. Ila kwa YouTube na saizi watu wamenifollow na baki kama na 200,000 ili nieneze 2,000 ya watu ambapo wananifollow pia kwa views naenda eneza pia 6,000 hivyo 7,000 hapo watu wiko follow na furahi sana kabisa. Ndio. Okay, nimeona kweli muziki wako unapokelewa vizuri katika jamii. Kimtazamo Sweet Brown, nielezee tu nini miradi yako ya baadaye? Yani mimi future yangu nataka muziki wangu unipe maisha bora, nataka maisha, yani music ikuwe suluhisho ya maisha. Yani sisemi kama mimi ndo inisaidie peke yangu, ila nataka isaidie familia pia na marafiki pia, hata na wenye sijue iwe suluhisho, iwasaidie pia mayatima kama nikipata naweza wasaidia. Pia kukikuwa watu ambapo wanapenda kutoa watu ambapo wanakuja upcoming, wanaweza kutuita hata kwa nchi za mbali, tuko tayari. Unajua music sio kusema pako kwa nchi za kwenu, hata mtu akiwa Kenya anaita Sweet Brown nataka nitumike na wewe, niko tayari. Hata kama saizi natumika mwenyewe, lakini nikipata management ambapo iko poa sana, niko tayari kabisa. Okay, wewe binafsi katika fani hii ya muziki, ni mwanamuziki gani ambaye ukimsikia hata wimbo wake unakukuna na unatamani kufanya na yeye featuring, tofauti na vile ulifanya na mwanamuziki ambaye leo ni marehemu Delicate Idengo? Zaidi sana kwanza mimi hapa Beni, wengi sana wananijua kama naimbaga sawa msanii ambapo yuko Uganda wanamuita Fik Fameka, sababu siku za nyuma hapo nilizoea kwenda Uganda na zaidi sana miondoko yao, style yao nimekuwa kama naimba sawa wao. Yani napendaga Fik Fameka, fresh boy. Labda ndio inakufanya upokelewe vizuri katika jamii pengine, lakini sijui, kwani nikiangalia wakati nilianza nilikuwa sijavuka Uganda, lakini nilitoka huko nikibadilisha style, nikianza imba kama Waganda na sahi kabisa ni na umaarufu kidogo kwa hiyo style kabisa. Hata wewe mwenyewe unajisikia kuwa na fahari? Yani nafurahi sana, kwani wakati nilikuwa Uganda hapa ya mwisho kulikuwa nipata chance nifanya challenge collaboration na Eddie Kenzo. Eddie Kenzo huyo msanii Eddie Kenzo kutokea Uganda Kampala, tulifanya naye song moja hivi ya dakika kama 3 hivi. Ni nyimbo ambapo hapo karibuni tunataka fanyia video, tulifanya na Eddie Kenzo, yani nyimbo inaitwa Practical kwa nyimbo yake mpya so ilikuwa kama cover challenge collab. Yes. Okay, na una album ngapi ambazo tayari umeshatengeneza? Kwa album sijafikia, lakini saizi kabisa natayarisha kufanya sasa album. Na ni albumu ambapo nimependa ikuwe na vichwa 10 na kusema kuhusu kichwa ya album sijatayarisha, ila hapo karibuni inakuja. Yani niko natayarisha tu kwaona namna gizi nitafanya gizi album ikuwe tayari. Ila ya maana sana nilikuwa napenda support, kwani album kusudi itoke inaomba pesa, shauri, promotion, yani vitu vingi sana. Ndio nitataka usaidizi kwa kiyoyote. So kama uko promoter, so kama uko DJ, hapo kabisa tukiwasiliana au ukinisaidia nitafurahi sana.
tukielekea kumalizia kabla sijamrejeshea mwenzangu Steven Mumbi microphone, pengine wewe binafsi ni ujumbe gani ambao pengine unaweza unao kwa kuwatolea wasanii wenzako? Yani wasanii wenzangu, kwanza ningependa kwanza tupendane na tuwe tukisaidiana kwa vitu fulani fulani. So nikitoa yani nyimbo mpya yani inaweza kuwa bora unaushika unauweka kwa WhatsApp na unaushare, yani unapartage kwa wengine, itafaa vitu mwabia bien sana. Et puis zaidi sana nikiwa na show, so kusema wewe utafika kwenye show yangu mimi ni msanii pia mnipitize, no. Ina bora waacha hata kitu kidogo kitasaidia kuhusu mafuta nini, vitu kama vile itafanya fresh. Pia tuwe tukisupportiana kwa YouTube, tu follow hivyo kabisa, ni poa sana. Na pengine ungehitaji kutoa wito, unapatikana namna gani? Labda unahitaji support kutoka kwa mapromoters wengine ama wafadhili? Kwa Facebook page unaweza andika Sweet Brown Fresh Leader F2B Style. Hata ukiacha F2B Style, Sweet Brown Fresh Leader unanipata. TikTok hiyo jina tu, YouTube pia hiyo jina Sweet Brown Fresh Leader. Pia kwa WhatsApp unaweza tumia +2 43 just kwa Kiingereza hapo. Ongea kwa Kifaransa nitatafsiri. Yes, kwa Kifaransa ni +243. Ndio, alama kujumlisha 243 98 98 33 33 69 69 11 11. Asante pia. Okay, lakini nyinyi kama wasanii bila shaka mnatakiwa pia kuchangia swala zima la amani, ama unasemaje? Hiyo ni kweli kabisa, sababu fazi ambapo kuna amani na kuna utajiri na kuna kyokyote kabisa. Yani kuhusu amani sijui kama ndasema vipi, ila kabisa amani kwetu hakuna. Ila mimi ningependa sana watu tu gizi, nilikuwa nasema watu waungane, wawe kitu kimoja kabisa, na wao wakifikiria sana wakati ya uchaguzi nafika, tusikuwa na chagua jo kusema huyu alinipa pesa sijui nini. Hapo tunakuwa tunajiweka ndani ya hatari sana. Ndio. Ila kabisa tukue tukifikiria sana mbele ya kufanya kitu, tuwe tukiona mbali kwanza. Hivyo kabisa. There's another one day. I have to be style. Sweet Brown anirudie. Kama itatokea siku umenimisimie, namba yangu ile ile naomba unipigie. Kama ukipata muda unitembelee, si kwa ubaya ila hali tu nijulie. Nimeyakubali maamuzi yako, sitaki tena kukusumbua. Naheshimu sana mapenzi yako, sitaki kukuharibia. Munapendana na baby wako, mpaka wivu nasikia. Na mesi sana mapenzi yako, zamani ungenirudia. Sitaki kusema mengi, japo moyoni naumia. Mwenzangu anafaidi mapenzi unayompatia. Na misi vingi mapenzi unayajulia. Nimeichezea shilingi, masela wameiba. Na kama ukimona nambo mwambieni anirudie, tafadhali mwambieni anirudie. Mwenzaki bado chamo anirudie, achane naye yule aliyekuwa naye. Jana wenyezi mapenzi, mwenzenu siwezani nayo. Naam, asante sana Steven Mumbi. Huyo anaitwa Sweet Brown kutoka Fresh Leader. Ameongeza hivyo kutoka hapa Beni, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni mkoa wa Kivu Kaskazini. Kutoka hapa mimi naitwa Ruben Lukumbuka, kwako Steven Mumbi. Wangu wanafaidi mapenzi unayompatia. Na misi vingi mapenzi unayajulia. Nimeichezea shilingi, masela wameiba. Asante Ruben Lukumbuka, shukrani kwako pamoja na Sweet Brown Fresh Leader ambaye umezungumza naye. Mimi ni Steven Mumbi.
Juma lijalo ni makala nyingine, nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi. Kwa heri na uwe na wakati mwema.